Ngoja nikufunze jambo. Katika pilika zako zote, katika maneno yako yote unayoyatoa kinywani, jichunge sana, jihadhari sana sana sana. Usifanye mambo haya matatu. Yani jikaze namna unavyoweza. Ikibidi muombe Mwenyezi Mungu sana akuepushe nayo. Usiwahi kumdharau mtu kwa kuwa wewe unajiona una mali. Unanielewa? Kwa kuwa wewe unajiona una mali sana au wewe tajiri, sasa ukaona wengine wote ambao wako chini yako ni takataka, au wote ambao wako chini yako hawana maana, au wote ambao hawakufiki wewe kifedha unawaona watu wa kawaida, yani ushanielewa? Yani sijui kama unanipata. Unawaona hawafai kabisa kwa sababu umewazidi na kitu. Chunga sana. Chunga sana. Katika kuomba kwako kote, muombe Mwenyezi Mungu akujalie utajiri ulio na khairi ndani yako. Asikupe utajiri ukakuletea kibri. Asikupe utajiri ikawa ni sababu ya wewe kuingia nini? Jahannam. Sijui tunaelewana jamani? Kitu cha pili, usiwahi kumkejeli mtu kisa na mkasa hajaolewa, au kwa kuwa wewe umetangulia kuolewa ukamwona yeye ana upungufu fulani, au kahisi wewe una kitu kizuri kumliko yeye, au kajihisi kama wewe kuna you are favored. Sijui tunaelewa na, yani Mungu kakubagua au Mungu kakupendelea wewe, ndo maana ukaolewa yule hakuolewa. Hapana jamani, ndoa ni riski. Sijui tunafahamiana? Ndoa ni riski. Ndoa ni riski. Ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu amekuandikia kabisa. Mwendani wako atakuwa mtu fulani, ndoa yako itakuwa siku fulani, yani huwezi kabisa kubadilisha. Kwa hivyo kama wewe Mwenyezi Mungu amekujalia neema ya kuolewa, shukuru sana. Shukuru sana. Usiwakejeli wenzako kwa kuwa umetangulia wewe kuolewa. Hakuna asiyejua ndoa zina mitihani mingi, licha ya kwamba zina raha lakini zina karaha. Na wewe ndugu yangu ambao hujaolewa, usife moyo. Usife moyo kabisa. Usione watu wanaposti mitandaoni kuona jamani kumbe ndoa ina raha. Hawawaonyesheni tu. Hawawaonyesheni, lakini ndoa ina karaha. Mbali na raha, ila inategemea pia ukimpata mtu mwenye imani na huruma na dini, basi atakutreat vizuri. Kwa hivyo guys, usiwahi kumdharau mtu kwa kuwa wewe una ndoa mwingine hana. Cha pili ni hiko. Cha tatu ambacho mimi pia napitia sana, uzazi. Usione wewe Mwenyezi Mungu ukakujalia watoto, au tuseme umeolewa tu hivi ukapata watoto, basi ukaona wengine hawana maana, au wengine ukawaita majina, au wengine ukawakejeli kwa kuwa unajiona wewe umeteguliwa sana. Ndugu yangu, watoto ni amana. Tuelewane. Ni amana kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Wasikupe kibri, wasikufanye ukajisahau. Sijui tunafahamiana? Kwa sababu Mwenyezi Mungu akiamua kuwachukua just like this, faster quick anawachukua. Na hata mbali na kuwachukua, mbona siku hizi subhanallah unapoomba vizazi vya khairi, kwa sababu visa vimekuwa vingi. Utanisikia mtoto fulani kamua mamake, mtoto kamua babake, mtoto kafanya hivi, mtoto, yani subhanallah, hawa watoto siku hizi yani wamekuwa ni mtihani mkubwa kwetu sisi binadamu. Kwa hivyo usijipe kibri kwa kuwa wewe unajiona umezaa basi ukasema mimi nina wa 10. Hawa 10 kwa Mwenyezi Mungu si kazi kuwatoa, na hawa 10 Mwenyezi Mungu kupotoshea si kazi. Kwa hivyo jamani, tuchungeni sana hizi ndimi zetu zisije zikageuka kwa kufuru na laana katika maisha yetu. Usimkejeli mwenzako kwa kuwa hana kitu fulani ambacho wewe unacho. Ushanielewa? Usimkejeli kwa sababu hiyo ni neema Mwenyezi Mungu amekupa, na ni riski kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na mwenyewe anapotaka kuitukua ataitukua.